Kabla sijaanza na ujumbe mzito uliouacha, ni vigumu sana kwa kila mmoja wapo kuamini kuwa umetutoka MC Pilipili. Ni juzi tu ulikuwa nasi, ukitabasamu, ukiongea kwa furaha na bashasha, ukitupa sababu ya kucheka, ukiambatanisha na utani wa hapa na pale. Yet leo umetangulia mbele ya haki, tumebaki na ukimya mzito wenye maumivu yasiyoelezeka. Maisha kweli ni mafupi na ni ya ajabu sana. Hatujui siku wala saa. Kilichobaki ni kumshukuru tu Mungu kwa muda tuliopata kuwa nawe, kwa upendo wako, kwa ucheshi na moyo wako wa karibu. Ujumbe huo pengine kila mmoja amesoma kwa namna yake. Mwingine amesoma kama gazeti na mwingine amesoma kwa namna anayojua yeye. Lakini je, ni nani aliyekuwa anajua nini ambacho unamaanisha? Pengine wewe pekee ndio ulikuwa na maana halisi ya kile ulichokuwa unakilenga. Ujumbe huo alianza na maneno akiandika kuwa kwa nini mtu anaweza kurogwa? Akaandika, soma hadi mwisho. Sasa mimi nitakusomea kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kile alichokiandika. Kwa kuwa alikuwa ameshamaanisha ujumbe wake ni kuhusu kurogwa. Alimaanisha kwa nini mtu anaweza kurogwa? Ni kwa nini? Akaanza, anayetaka kukuroga anaanza na kuivunja imani yako ili avunje kwanza unachokiamini. Unapomwamini Yesu, just focus, usiyumbishwe. Ndio maana mtu unamuita Yesu ambaye ni Mungu mkuu na nuru halisi ambaye hujawahi kukutana naye, ila imani yako itakuponya. Sivyo? Ili uweze kumroga mtu, lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kupumbaza fikra yake ya ushindi. Umewahi kuumwa sana wewe au ndugu yako, ila ukienda hospitali kupima majibu hana ugonjwa? Ni kama aliuliza swali hilo. Akaendelea tena, ili niweze kukuroga ni sheria niteteleze imani yako. Yani fike mahali unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako hudumu, kila biashara unayofanya inagoma, mipango yako yote inaharibika. Hayo ndio huitwa kuchezesha imani yako. Akaendelea tena, bila kuchezesha imani yako sio rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuchezeshwa imani, kinachofuata ni wewe kutapatapa na kukosa mwelekeo. Hapo utaanza kwenda kwa Mombosa, kesho kwa Kilinge cha Dr. William, Dr. Majini na kuendelea. Ukiona umefika stage hiyo, hapo upo unatapatapa, ndio hiyo stage huitwa wewe umerogeka. Unapopigwa chale au kuoga unga wa madawa, hiyo sasa unakuwa upo kwenye utumwa wa uchawi au kurogwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga, unadhani ina nguvu gani kwa uchawi iliyotupiwa? Ni kama ameuliza swali. Hapo kwa kuwa unatapatapa, hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi na ushapoteza imani yako. Utajuaje umerogwa? Usiku huna usingizi, hulali tu. Muda mwingi ukikaa na simu ndiyo kama faraja kwako. Utaangalia movies na kujisahau kidogo, ndiyo utalala kidogo. Ukishika pesa, biashara, mali, chochote kile hakidumu kwa muda, na unaweza kuanzisha jambo vizuri ila halichukui hata mwaka, linaharibika. Akaendelea tena, kuwa na mashaka na hofu. Hii ipo kwa wengi na hudhani ni ugonjwa au just normal. Hapa hii ni dalili ya kwanza ya uchawi, ni kukupa hofu na mashaka ili uteteleke na kupoteza ile imani yako, ili uwe sasa unatapatapa. Ndio maana unakosa amani ya moyo wako. Lakini pia akasema, kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa na uchawi au kurogwa, akasema usikose kwenye ibada kubwa pale Ngomeni Kimara Temboni kwa kiboko ya wachawi, yani Kuhani Musa. Jumapili hii ibada ni moja tu. Kwa maana hiyo alikuwa anamaanisha ni Jumapili ile ambayo ameshikwa na umauti ya Novemba 16, ambapo ndiyo alipatwa na umauti. Je, kuna yeyote alikuwa anajua maana halisi ya ujumbe huu aliokuwa anauandika na alikuwa analenga nini? Hatujui. Ndio maana tunasema kwamba kifo hakina muda wala saa.